Mtu anayetumia vileo akienda kutibiwa, hususan kwetu ambako tunang'oa meno, kwamba tukimchoma sindano za ganzi zile ganzi zinakuwa hazishiki. Ni dhana tu imejengeka kwa watu, lakini ni dhana ambayo haina uhalisia. Maana tunaamini sisi ukija kung'olewa jino, kama ikitubidi sisi kung'oa jino, kwamba jino limeshaharibika sana, matibabu yaliyobakia ni kuling'oa. Tunachomaga ganzi za zile sindano za ganzi. Sasa sindano ya ganzi ile huwa inakaa lile eneo husika ambalo tunalenga kutoa matibabu, na hilo eneo husika halihusiani na ule mfumo. Ni mfumo mzima wa mwili, lakini alizunguki mwili mzima. Kwa ile ganzi, ndio maana tukikuchoma kwenye jino, ganzi haiwezi kwenda kwenye kichwa, kwamba inabaki sehemu husika. Kwa hiyo sehemu husika haina uhusiano na mtu anayekunywa pombe. Kwa hiyo uhusiano uliopo kati ya kunywa pombe itakulewesha mwili mzima, itakulewesha mwili kwa kuwa itaingia kwenye mfumo mzima wa damu na kuzunguka mwili mzima. Okay. Ila sasa pombe na yenyewe ina muda wake wa kuisha. Pombe haikai muda siku nzima au masaa 24. Kuna kipindi pombe kwenye mwili itaondolewa, mwili utarudi kawaida, mwili utabaki hauna kitu chochote. Kwa hiyo na sisi tukija kuchoma ganzi, uzuri ganzi zetu sio kwamba zinazunguka mwili mzima, zenyewe zinakaa sehemu husika. Kwa hiyo hazizuiliwi na mtu kwa anatumia pombe. Okay. Na mtu ambaye ana kilevi wakati huo unaweza kumchoma sindano ya ganzi? Wanakuja wengi na matibabu tunafanya. Kuna watu wanakuja labda alikuwa amelewa ukapata ajali, huduma ya kwanza, kuna sehemu labda amechanika unatakiwa mshone. Tukichoma sindano za ganzi na zinashika na matibabu yaendelea.